the best she could give: love, values, education, unity, and humor. In return, we did our best to give her the care and attention and affection so much richly deserved. Just we are about to finish the eulogy. We want to recognize the presence of His Excellency Bwana Kalonzo, our 10th Vice President of the Republic of Kenya. Karibu sana. Almost done. And our beloved Honorable Kalonzo has come in. We're about to talk about the 13 lessons from a mother of 13. Some stories are simply not too large to fit, simply too large to fit on a single page. And if there is one story that refuses to be squeezed into a neat paragraph, it is the story of a mother who raised 13 children. Think about it for a moment. 13 different personalities, 13 different temperaments, 13 different opinions about everything from food to school, to who finished the last piece of meat in the pot. Managing such a household quietly required not only love, but also wisdom, patience, and strategy. And occasionally, the firm authority of a mother who knew exactly when to restore order. To tell her story properly, one voice would not be enough. That is why in the book our family is preparing, each of the 13 children will share one life lesson they learned from mom. 13 voices remembering 13 moments. Some will speak about her generosity, others will recall her discipline, her faith, her humor, or quiet wisdom she carried with her. 13 lessons from the woman who shaped our lives. This chapter therefore remains open, not because we forgot to finish it, but because her life is still being written. Closing announcement about the book. As we come to the end of this tribute and this eulogy, we are reminded of something important even after sharing all these memories. We have only touched a small corner of our mother's life. 93 years is a long journey, and the story of a mother who has raised 13 children cannot possibly be told in a single afternoon, even if the speakers were as determined as she was. For this reason, our family has decided to preserve her story in a book that we are currently putting together. What you have heard today is only a glimpse, like looking through a small window into a very large house full of memories. In that book, we shall share more about her life, her values, her humor, her faith, her love life, and marriage to our dad, and the countless lessons they both taught us, sometimes through words, but often simply through the way they lived.
We believe the life of Lucia Wangui Thangwa, our beloved Mami Witu, is not only a family story, it is a story that can inspire many others, especially parents and families who are raising the next generation, and worrying whether their quiet sacrifice will one day matter. Mom's life answers that question with a very clear yes. When the book is ready, we shall invite you all to its launch, so that the story of Mami Witu may continue to live, teach, and inspire beyond today. Our mother lived 93 years and raised 13 children. That alone is a story far too big to add today. Through those 13 children came grandchildren. Through them came great-grandchildren. What began as a one woman with a strong will, a generous heart, and a deep faith has now grown into a family whose branches continue to spread. Mom did not simply raise children. She built a legacy. Today, therefore, we say goodbye, not only with tears, but also with gratitude. Gratitude for the life she lived. Gratitude for the family she built. Gratitude for the love she gave so freely to all of us. And even as we lay her to rest today, we know that the story of Mami Witu does not end here. It is lived on in her children. It lives on in her grandchildren and great-grandchildren. And it will continue to live on in generations yet to come. Let's dwell Mami Witu, a mother of 13, a life of 93 years, a legacy that will inspire generations. Rest in peace, dear Mom. Thank you. Tumpongeze vema Bwana Henry kwa kutuongoza vema kwa George, asante kwa kutuelekeza kutafakari hotuba ya wosia wa mama. Na kwa wakati huu sasa tutapokea ujumbe wa rabirabi kutoka kwa mapadre, lakini ni wawili tu ambao watatuwakilisha, na wa kwanza ni Padre Rafael Kinuthia kwa niaba ya sisi mapadre kutoka jimbo kuu la Nairobi. Karibu Padre Kinuthia. Padre kiongozi wa ibada ya misa, mapadre wenzangu, familia ya mwenda zake Lucia Wangui Thangwa, Wakristo wote ambao wamejumuika siku hii ya leo, viongozi wote, tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa mbele kwa niaba ya mapadri kutoka jimbo letu la Nairobi, ambao tulianza safari ya upadri na Father Michael Thangwa kuanzia mwaka wa 93. Na Mama Lucia akaweza kuwa mama yetu, ambaye tulimfahamu, tuweza kufahamu watu wa familia yake, na tumetembea pamoja katika hii safari. Tunasikia uchungu katika moyo wakati ambapo tunakuja kumpa mkono wa buriani, kwa sababu kulingana na vile imesimuliwa katika eulogy, tumeona ya kwamba mama ni mtu ambaye alijaa upendo, na ni kitu ambacho amegawia watu wa familia. Mama alikuwa ni mwalimu, na ni vizuri kuenzi yale yote ambayo amewafunza kama familia. Kulingana na vile tumeelezewa, alikuwa daktari, na kulingana na vile alikuwa anafanya diagnosis ni kutumia mkono wake. Anakuja anakuguza kifua kwa upande wa pili mkono. Anajua kwamba huyu ni mgonjwa, aweze hospitalini.
Vile vile alikuwa ni muuguzi kama nurse na caregiver. Alikuwa ni mwalimu wa imani, na ndio maana hata padri akaweza kutoka katika boma lake, ishara kwamba ile mbegu ya imani aliyepanda ndani yake imeweza kukua na kuzaa matunda, na hatimaye yule padri akaenda kufanya kazi kule Marekani. Amerudi tu juzi. Mama ambaye alikuwa ni mshauri kulingana na vile tumeambiwa, na najua kila mmoja ambaye aliingia katika boma lake aliweza kupata maneno ya mawaidha, kitu ambacho tunapaswa kujivunia na kujaribu kukiishi. Mama aliyeleta watu wake pamoja, a uniting factor within the family. Na kwa sababu aliachwa na mzee Stephen miaka 30 pita, familia yake ikaweza kusimama wima. Nasi tunaonyeshwa vile tunavyopaswa kuwa na umoja, kuleta uwiano katikati yetu na kujaribu kusuruhisha yale ya mambo yanakuja kutenganisha watu katika jamii. Na hatimaye mama akaweza kulea watoto 13. A great sacrifice. Kujitolea kulea watoto 13. Onyesha kwamba kujitolea kwake bila kupokoma ama kusita ni jambo ambalo tunapaswa kuliiga. Yale majukumu ambayo umekabidhiwa uweze kuyatekeleza kwa kujitolea na kwa njia ya upendo. Safari yetu ya hapa duniani ikikamilika, kila mmoja atatuzwa kulingana na kazi aliyoifanya. Fanya kazi kwa uchaji wa Mungu, fanya kazi kwa upendo, ili wakati ambapo utakapoondoka uweze kukumbukwa na jamii ambao watakuja baadaye. The legacy of mom continues in her children. What legacy are you going to leave behind? We're only going to say, fare thee well, mom. Salimia wale wote ambao wametutangulia. Siku moja tutaunganika kule mahali ambapo umeelekea, mahali ambapo utakuja kutulaki ili tuweze kuishi pamoja na Baba milele. Ningetaka kuwakaribisha mapadri ambao ni wajibu letu na Nairobi waweze kusimama ili niweze kuwataburisha wale mapadri wajibu la Nairobi. Tafadhali. Kwa upande ule ambaye alituhubiria Father James Kinuthia, anahudumu katika parokia wa Ithaka. Father Joseph Muroki anahudumu katika parokia ya Riruta. Father Francis Boro anahudumu katika parokia ya Mebri. Father John Kiai ndiye baba paroko wa All Saints Miguta, Holy Spirit Miguta. Hapa mbele Father ambaye ni MC anaitwa Father Karaja Michael, anahudumu katika Kabete Parish. Father Wilfred Mwaura anahudumu kule Thika Weteithie. Tuko na our classmate Father David Kimani, wanahudumu pamoja na Father Wilfred Mwaura kule Weteithie, na vile vile Father Peter Mbugua anahudumu katika parokia ya Riruta, na vile vile tuko na another classmate Father Moses Kagunya kutoka Jimbo la Murang'a ambaye ni mwanafunzi kule pade Zarangata. Nami naitwa Father Raphael Kinuthia, nahudumu katika parokia Parklands Nairobi. Asanteni.